Mwanadamu katika uumbwaji wake ambao ameumbwa na Allah tabaraka wa taala, anatokana na mfumo ambao unaitwa ayamun majmua, masiku ambayo yamekusanywa. Katika elimu ya geography kuna kitu kinaitwa mwezi ambao Waarabu wana majina mengi sana, wengine waita qamar, wengine waita hilal, na yanatofautiana majina hayo kwa mujibu wa miandamo. Sasa mwezi unavyoandama pale mwanzo unakuwa upo katika jumbile dogo sana, jumbile ambalo ni dhaifu. Baadaye kadiri unavyokuwa mkubwa unazidi kuwa strong, unapata uimara, unazidi kukomaa mpaka utakavyokuwa mkubwa. Baadaye unarudi sasa katika nini? Katika udhaifu. Baadaye ule mwezi tunasema unakuwa umekufa. Kadhalika na mwanadamu anapozaliwa anakuwa ni kiumbe dhaifu, lakini kadiri atakavyokuwa anapata umri mkubwa anazidi kuwa imara, lakini akifika umri wa uzee baadaye anarudi kuwa tena ni mdhaifu mpaka anaingia katika kabri, tunasema huyu ni mfu. Allah katika Qur'ani anasema waman nu'ammiruhu nunakisuhu, anasema Allah tukimpa mtu umri mkubwa basi tunamvunja vunja. Sasa mwanadamu ameumbwa kwa masiku ambayo yamekusanywa, kama unavyouona mwezi unahama vituo mpaka unafika muda ule mwezi unapotea katika reli yake, basi na mwanadamu ni hivyo hivyo. Katika masiku haya ya mzunguko mwanadamu anatakiwa ajifunze vitu vingi sana, ndugu yangu katika imani, ili mradi atakavyofikia umri sasa hawezi kufanya lolote, basi awe ameandaa akhira yake, awe ameandaa athari yake, ili mradi lisije likamfika kaburi hali ya kuwa hajajiandaa kwa Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa vitu ambavyo nataka niwahusie leo, pamoja kwamba nimeanza hili jambo la kumweleza mwanadamu mfumo wake wa uumbwaji, lakini mwanadamu huyo huyo anatakiwa aelewe thamani ya nini? Ya walidain, ya wazazi wawili, ili mradi pale anapokwenda uzeeni pale atakuwa na familia ambayo inatakiwa yeye imthamini. Itamthamini vipi familia? Labda kama watoto, wazee, itamthamini vipi familia? Mpaka yeye aanze kuwathamini wazazi wake wawili. Mwenyezi Mungu ametumia walidaini, Mwenyezi Mungu ametumia abawaini. Misamiati hii miwili ina maana tofauti. Likitumika neno walidaini lina maana wazazi wawili, ikitumika neno abawaini na maana ya wazazi wawili, lakini neno walidaini limekuja kuonesha katika wazazi wawili mama ni bora zaidi. Na hata Mtume alivyoulizwa nani ana daraja zaidi kati ya baba na mama, zaidi ya mara 3 anasema ummuka. Sasa wawasaina al-insana biwalidaini ihsanan, kuonesha kwamba mama anazidia daraja, lakini baba si kwamba hana daraja. Alivyotaja abawaini akaonesha kwamba kile anachostahili baba basi na mama ana nafasi ya kukipata, kuonesha kwamba mama ana 100% kwa mtoto kutokana na nini? Na kile alichokibeba. Mama ndo amembeba mtoto miezi 9 katika tumbo lake. Mama ndo anapata tabu katika kufanya nini? Kufanya malezi sehemu kubwa. Sasa leo mzazi wa kike ndo anatumika kama mfano na wauni, anatumika kama mfano na watu wote wa mtaani kwa lengo la kumtolea mfano katika mifano ya kidunia. Mtu leo akitaka atokane, basi atamtumia mama kutumia kiungo chake cha mbele. Anaweza akawa ameshusha tusi kubwa kupitia kiungo cha mama cha mbele, lakini mama huyu inawezekana ndo amemtoa mtoto yule. Sasa watu wengi wakitaka watukane watamtumia mama. Mama anapata udhalili, lakini mama
ni kiumbe kikubwa sana, kiasi ambacho hata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaonesha mtoto hawezi akaipata pepo mpaka ajidhalilishe kwa mama. Ndio maana akasema pepo ipo chini ya nyayo za nani? Za mama. Ili uipate pepo kifalsafa, udhalilike kwa mama, manake umwangukie wapi? Miguuni. Sasa ndugu yangu katika imani, katika ule mfumo wa ayyamun majmua, masiku ambayo yamekusanywa kwa mwanadamu, anatakiwa ajue kwamba mimi nitafika uzeeni. Nikifika uzeeni, kama sikumheshimu mzazi wangu, basi watoto wangu mimi hawatakuja kuniheshimu, kwa sababu Mwenyezi Mungu atalipa kama vile nilivyokuwa mimi ninawadharau wazazi wangu, na mimi nitadharauliwa. Ma akrama shabun shaykhan lisinnihi, hakumkirimu kijana, kumkirimu mzee katika lile rika lake, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamwandalia mtu ambaye atakuja kumheshimu katika ukubwa wake. Yaani ukimheshimu mzee, basi na wewe utaandaliwa heshima uzeeni kwako na mtoto. Lakini ukimdharau mzee, basi na wewe ukizeeka utakuja kudharauliwa kama ulivyomdharau yule mzee. Wazee wengi wanajambishwa. Mtu utakuta mtoto muone anamjambisha mzee kijana anamjambisha mzee. Na yule mzee anastuka hivi. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa na michezo ya kuwadharau wazee alivyokuwa mdogo. Na ndio maana na yeye akifika uzeeni anajambishwa kama hivyo. Ayyamun majmua, mfumo huu wa masiku ambayo yamekusanywa ndio mfumo wa mwanadamu, kama ulivyouona mwezi katika ilmu ya miqat. Ndugu yangu, usisahau kushare, kucomment na kulike, kusubscribe katika channel yako pendwa ya Junjia TV. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.